oya. Kumbuka ni Getembe Television Onga Kia Mwamugusi officially baba. Leo niko ndani ya Ugembo. Kwa stage naitwa Ngororo. Hiyo jina ni ngumu, hata kama ukisema nikuambie, kama utawahi sema ni ngumu, watasema wenyewe. Niko live kutoka hapo. Kumbuka ni kipindi naitwa ya Chindundi na Barundia. Tunamulika utendakazi ya pikipiki. Tuone kasi yao, usuri yao na ubaya yao. Kama hapa ndugu yangu kwa Bokre Boya, salimia mimi. Na Bokre Boya. Enga kikoteba. Mbuyana. Kwa Bokre Boya. Enga kikorokwa. Nje ngoro kwano kunyankia. Eno kunyankia. Yule jamaa leo kufa. Yule jamaa leo alikufa nikiwa Kisii. Ule ni soko yangu sasa. Ilikuwa 90 what? By the way, China ameitwa Eno kunyankia, ndiye alikuwa mbunge ya Sauti Mugirango, ndugu ya Umingo, si ndio? Umingo Magara. Ndugu ya Umingo Magara. Alikufa ajali akienda Kisumu. Nakumbuka sana. Kwa historia niko hatari sana. Nyumbani ni wapi? Nkaniga Ugembo. Eto kwa bakera mbya mona sogo ja Utukwani. Kama Getembe Television. Kama Getembe Television. Nje ngoma karibisa. Kuna jina nimejaribu kuongea, mimi ni mtu ya Luo Nyanza. Nyakuso Ngororo ama network. Nyabisio Ngororo. Tuko stage ya bodaboda, stage ya Ngoa. Nyabisio Ngororo. Ongea kwa sauti. Nyabisio Ngororo. Nyakuso Ngororo hiyo. Unafanya kazi gani hapa ndugu yangu? Njeno mwendi pikipiki. Wewe ni mtu ya Chindundi. Pikipiki. Umeenda kwa muda gani by the way? Aendi tese miaka 3. 3 years. Kumbe wewe umeingia juzi ya Yora Junior. Yora Junior bana. Mimi ni Gen Z. So hii pikipiki ni yako ya loan ama ya mtu? Hii ni ya mtu bana, nimeachiliwa. Umeachiliwa? So hii ni ya mtu. Umeendesha hii pikipiki for long? Nimeendesha mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Hebu tuambie, wakati unaendesha mtu pikipiki, ni wapi unafika na karibu kuchoka na hii? Ni wapi masongo ya pikipiki wanakosea waendeshaji pikipiki? Wakati hakuna pesa ya kulipa mwenyewe. Sasa unaona acha tu niaje mwingine. So ikifika wakati labda siku huku faulu. Sasa pesa imekuwa hakuna ya kumlipa. Inakaa shida. Sasa naona acha nimrudizie pikipiki yake. Kabla acha nipiga gharama. Kwa siku kwa boda unaunda pesa ngapi? Asiri tuko na bongoro sino shilingi 500. 500 bono ninde nimbwate family yani. Nanyora 500 tinda faulu kwa kana mwenyene. Yanyora kana nimbwate family bono family ngora sukulikira kwanza. So mwenyewe analipa pesa ngapi? 300. So ukiunda 500, 200 ni yako, 300 ni yake. Sasa hii 200 unaipanga pangaje kwa familia ndugu yangu? Lazima nipange, ninunue hata chumvi, kiberiti, taka mboga ka 20. Na sukari. Ndio itosha. Kando na boda, unafanya kazi gani? Kazi. Kazi ni kulima tu. Bado wewe ni mkulima? Mimi ni mkulima. Sasa hii kuna pikipiki wengine wa loan. Mbona wewe hata uende kwa loan pikipiki yako ulishughulika na loan vibaya? Maana ukilipa mwenyewe sio mbaya. Hiyo ni pikipiki yake. Loan unalipa lakini final inakaa yako. Mbona uende kwa loan wakupea pikipiki? Ni tinda ikira wangu ndalete pikipiki ya loan. Haya, nyinyi waendeshaji mnaendesha pikipiki za wenyewe. Ni wakapi hata wewe unaona umekosea mwenyewe, unawakosea aje sasa? Ni kulipa tu. Okay. So kutoka saa hii uko na maono gani kwa mbele hapa? Uko na mpango ya kukuwa na pikipiki yako? Niko na mpango ya kukaa na pikipiki yangu. Na mimi sasa niseme nimeendesha pikipiki ya wenyewe, acha na mimi nipige step nyingine. So uko na mpangilio gani ya mikakati gani umeweka ili upate bike yako? Mikakati niko nayo ni kuingia kwa chama sasa. So hujaingia? Lakini niko na nini? Niko na chama. Naweka pesa huku, nikipewa nitaleta yangu. So kutoka n time from now unaweza kuwa na bike yako. So tujipange hivyo. Kwa huu mwaka. Kwa huu mwaka utaisha. Lazima nikue. Ukiangalia ukiwa na pikipiki yako iko na faida. Pikipiki yangu inaweza kuwa na faida kwa sababu kama pesa natengeneza kwa siku
Najua lazima niwaganye nipe mwenyewe tena zingine nipate sangu. Lakini nikikuwa na yako sasa wewe ndio Sonko. Lazima niweke pesa zote kwa pamoja, napige hesabu kwa siku nimetengeneza hizi pesa hivi na hivi. So kwa pikipiki kiharibika officially lazima uchukue kwa fundi. Yeah, lazima. Ni vitu gani kwa fundi wewe chukua? Minor repair. Ile unasema hii sio ya fundi, hii ni yangu. Sasa kama hii garage sitachukua kwa fundi. Glati ikikatika ikitoka lazima mimi mwenyewe lazima nichiwekee. Kama hii taa kuweka nini service oil, kuchange oil na kuosha ya cleaner. Hiyo ni yangu. Kwa pikipiki spare gani unajua? Spare najua mingi. For example, micrometer screw ya gauge iko wapi ya pikipiki? Micrometer screw gauge. Hii haina. Hii haina. No, yani hata ifanye isifanye. Iko wapi? Micrometer screw gauge ya pikipiki iko wapi? Inakaa mbele. Ndio hii. Lakini hii ni speedometer. Sasa nataka micrometer screw gauge ya pikipiki. Sasa hii unafanya nini hapa kwanza? Mimi naendeshaji pikipiki. Mbona una reflector? Iko sinaona venye jua ni kali. By the way jua ni kali. By the way hapa jua inakoga kweli. Hii kazi umefanya for how long? Nimefanya kwa miaka 6. 6 years. Hiyo ni kama umeanza 2019. Nianza 2019 venye nilimaliza form 4. Sikupata kuenda campus. Nikajoin lakini nilikuwa naenda course. Ulipata nini kwa baadhi form 4? Boss Si minor. Ulienda college gani? Okay. Ni kozi ndogo. Hizo siwezi kuambia saa hii. Ndogo. Hiyo ni privacy ya kwako. Hiyo ni yangu sasa. Sasa hii tangu uanza kuendesha boda. Hebu tuambie usuri ya boda na ubu yabuye pikipiki. Keronye gende tibia. Ngoro story chibe sabuna baone pikipiki na chichitorigete. Hiyo ni ofisi. Ni ofisi yetu. Pikipiki ni ofisi. Toro chibuna baone gachi pikipiki ne chi nyinge. Metane nonya ne chikaya. So pikipiki china chichitorigete konya gende tibia. Kore tere gende tora igwase noro chentororo. Andi mambi go chango tonyoro. Igongoragira tore ntorako. So pikipiki no ofisi cheito. So kano na pikipiki kuwa nyingi pia kazi iko. Kazi iko hata kama noko rwanerera lakini neroro ngonyora turi kende maithire ero kero na nyora geke mambi ti nyora mambi ende ngonyora ndi ikikosa leo unajua wacha ikose leo kesho iko ngenteke nene mbwata mafuta pikipiki ile ya na huko na afya iko paki ni yako ya mwenyewe ama ya loan. Okay pikipiki tari yana pikipiki ye ndikire asengencho rochi nagote bingo kuruna kolete skuru ngachaka kwendie pikipiki kuruna kolete skuru ngachaka kwendie pikipiki ngo chinde nagenda naraenda chi haso chinde hiyo nyingine ambayo umesomea sasa. Okay pikipiki nje una na kolete skuru ngaleche stage ya nega iga na bongo rangeligwe gasiende Nairobi ngende nkore gasi koera dingo kaninjande kororo your profession nje nkoira naga iga nyako kore gasi ane pikipiki esengenjo nande ngo chanyore pikipiki ngase kwenda. So tuseme kazi yako iko seasonal, kazi yako ya profession iko seasonal, wakati iko off uko kwa pikipiki kabisa, lakini nimeendeza since 2019. Na hii pikipiki si yangu, ni ya huyu rafiki yangu. Huyu. Yako na mbili? Yako na mbili. Wakati uko off, anaiweka wapi? Anaweza iweka kwa nyumba ama ape mtu na bako montanya kogendi inkoirana anye sengenje pikipiki ne ninche ngogendi ande ni mulenderete pikipiki ande no tole na stage iga na baroche pikipiki yae bunango nyagendi anye roche bunere bia. Ndugu yangu inakuache ngumu ache mnakana songo yako kwa stage moja. Songo yako na wewe ni mko kwa stage moja. Ngonyare kanere torochi tole bigoli. Mtu ngoiwa na tole mtu na toramana tosikaine. So inaspika mnaanza kutofana na songo yako. Tole bia kabisa. Paka mnaanza kumsana mnapigana tuki hii ya akili ya kabisa na songo yako. Togocheza kabisa. Mumweko sana kipesa. Okay. Njentu anyako kwa sana nereke pesa asengencho ngote mande toro chininde kuruna chakete kwa ndi pikipiki 2019 nimbo ata chi customer chiane ninchi maintain jengote mande lituko nintaro si chipesa chinde lakini ndo si chipesa chia 300 chia chira chinkoreki moyo lazima wacha nimlete hapa uzuri hapa tuko hapa nimepika katika historia ya pikipiki nimefanya songo wa pikipiki ako kwa stage mwenye anafanya kazi yake ako kwa stage stage ni moja habari yako ndugu yangu
By the way, nimefanya hii kazi ya Chindundi na bado for miaka mingi. Mwatan kutoka 2018 mpaka sasa hii. Sichawahi pata stage yenye Sonko ako kwa hiyo stage na mfanyikazi yake ako kwa hiyo stage. Ili uwezekanaje hapa sasa kwa stage moja? Yaani ni kujituma, ni kujikakamua. Unajiajilia ndio upate. Lazima ujitolee. Wewe ulianza kukonesa pikipiki mwaka gani? Si mbali sana. Around 2019. 2019. So mlianza karibu na pamoja. Hata wewe ni 2019. Pikipiki yako ya kwanza ilikuwa ya mtu ama yako? Ilikuwa ya loan. Ya loan. Ilikuwa ya loan. Ilikuwa ya loan. So wewe hujaendesha pikipiki ya mtu? Bado nilikuwa nimeendesha ya mtu bado. Nilipata pesa ya kununua hiyo. Ndio nimeweza pikipiki yako ya kwanza? Hapana, ni ya mtu. Ya mtu. Uliendesha for how long? Ilikuwa around half year. Half year. Yeah. Ulipataje kupata pikipiki yako ya sasa ya kwanza? Nilikuwa nimeingia chama. Nikangangana nikajikakamua kabisa. Ndio nikaendea loan sasa. So ulikuwa unaendesha pikipiki ya mtu, ingia kwa chama. Ukaenda ukapata pesa ya deposit. Almost 6 months ndio nikaenda sasa. Ukapata deposit, ukaeta sasa kichiko yako. Mpya. Ukachapa miaka ngapi? Hiyo ilikuwa almost 1.5 year. Ukamalizana na loan. Nikuulize, kuna watu wengi wamepewa pikipiki ya loan, lakini finally inafurutu. Juu ya nini? Amekosa kutii sheria aliyoweka sahihi. Hebu tuambie siri ya kulipa loan ya pikipiki umalize. Hakuna siri, ni kujitolea. Hakuna siri? Ni kujitolea. Ni kujitolea. Kujituma. Haya, sasa hapa mko na wewe na mwachili wako. Amewahi kukudanganya ya kwamba leo siku kutengeneza pesa? Lakini unaona ajanidanganya. Mimi naona nilipanga tu vizuri. But inafuata tu na siku. Mumweko sana? Hapana, kwa nini? Tuko tu kama ndugu na ndugu. Haya, nyinyi katika damu mko na nini yoyote? Hapana, mimi kwangu kwanza kwetu ni mbali sana. Mimi kwanza yake ni Bosoro. Wewe ni sote Mugrango? Na huyu ni wa hapa? Hapa. Lakini nimepea yeye hapa. Haya, wewe huyu amewahi kukosea? Hatujaikosana. Huyu amewahi kukosea? Hapana. Haya, hii siasa mnapiga ya hapa labda kisiasa, labda mwingine ako UDA, mwingine ako Kenya Kwanza, mwingine ako nini? Mko pamoja kwa mlengo moja? Haiwezi. Unapata wao kwa hapa na mimi niko pande, lakini tutapiga hapo kila mtu akiondoka mambo yameisha. Mambo yake huko. Kumbuka hapa tuko Nyakosongororo. Nyabisongororo stage main. Nyabisongororo. Vile nasema hapo tuko hapo live. Nataka tuende break kidogo. Tukirudi hapa ni Uncle Dr. Engineer Loka Chamtego Nyango Mako Pio Sirikal. Matio Kaseni hapa ndani ya Getembe Television Onga Kia Mamogusi ime ya Chindundi na Barundia. Oya, pale niko pale Nyakusongororo ndani ya Ugembo Massive officially Chindundi na Barundia officially hapa Nyakusongororo. Hapa niko na watu wengine hapa. Kumbuka Getembe Television inaonekana katika Suku TV all over Kenya and East Africa. By the way, ukiwa Nairobi, uwe Nakuru, watu wa Kajiado, watu wa Simahaha, watu wa huko upande ya Namanga, watu wa Loitoktok, watu ya Nyanza, yote huko Getembe TV iko ndani ya Suku. By the way, tuko channel number 38. Hapo kiswitch hapo tuko live. Hata Facebook tuko katika page ya Getembe Television. Aenda katika Facebook huko, drop ya comment, tutapitia kila kitu huko. Na hapa niko ndani ya Yakosongororo. Hapa Yakosongororo hapa. Buda stage ndani ya Ugembo Massive kwa Bokre Boya Buna Bokre enga kikoteba mbia hande enga kikorokwa nje nkoro kuchosfa bayi. Nyumbani ni wapi Mbera? Nyumbani ni hapa Mwisekerario. Mwisekerario. Bali nani hapa? Mimi mimi ni mwendezaji. Wewe ni kwa Kikisi? Omogendia Murundia. Murundia ya pikipiki. For how long? Nimekaa around 5 years. 5 years. So umeanza kitu kama 2020. Mbona hapa kila mtu, hata hakuna mtu wa samani yao. Hapa ni majenzi peke yenu. Majenzi peke yake. So mkianza maandamano mnaingia Ugembo Police Station, mnaingia direct. Tunamalizia. Mkitaka kuingia kwa mochwari huko, tunaingia direct.
Tangu uanze kuendesha pikipiki, hebu tupe challenge umeipitia. Challenge ni ile unapata customer anakuambia pesa kidogo. Kama mahali inastahili alipe 50, anasema ako na 20. Hiyo ndio challenge. Are you serious? Na mwingine anasema nataka unisaidie. Free. Wewe umeweka fuel. Yeye anataka umpe. Sio ndugu yangu. Kwanza hapa ni kwenu. Kazini, wewe ni kazini. Unapata nyokomoke. Anakuambia wewe ni mtu wa nyumbani. Wewe ni mtu wa nyumbani. Na ukifika kwa Felix sasa ni wao nyumbani hakuna. Hakuna nyumbani. Pea pesa. That is a challenge. Hii kazi ya boda. Kati ya wanaume na wanawake. Unawaemba nani wengi mnabebanga hapa? Wanawake ni wengi. Wewe kwa kuona yako mbona wanawake ni wengi kwa boda kuliko wanaume? Si unajua hii tuseme female wako wengi zaidi. Kwa ratio, hiyo ni ratio. Kwa ratio. Wanaume ni wachache. Nani so mnaringa. Tisirea kupata wanaume wakipanda pikipiki. Sio rahisi. Wengi ni kustruggle. Kiteze kwa sababu anahitajika achukue kitu kwa nyumba. Sasa naona hii ni kidogo, wacha ni chape miguu. Badala nipande pikipiki, hiyo wacha ikae sukari. Sukari. So ni kujikaza mafuta mafuta kwa mwili, enda. Afike nyumbani na miguu. Nasikianga by the way, kuna kitu nasemekana, nyinyi watu wa boda. Ndio mnaribu watoto wa shule. Kweli rongo? Tunafanya nini? Mnaribu watoto wa shule. Tempe. Dali bantu ba gendi bonsipi bakwalipwa bana be school. Bwana. Kusali. Ni wachache. Hebu niambie kama hapa kwa stage ni nani na nani huyo ni wajue? Hapa hakuna. Hapa hakuna mtu akiharibu tunamfukuza stage. Hiyo ni stage gani? Wanatoka hao watu. Au unapata unajua wanafunzi wengi wanakuja maybe wanapepa pikipiki ya babake, anakuja hapa anafanya hiyo kazi, sasa wanaharibu stage ya kwamba ni ana bodaboda alikuwa anafanya nini? Anafanya hiyo kazi. Lakini ukifuata unapata ni mwanafunzi ametoka chuo. Mzee wake amempea bike anaendesha. So labda sio wa stage labda. Sio wa stage. Are you serious? Tangu umekaa kwa boda, umeipata fanya ajali yoyote hata kama ni kidogo makubwa? Nini? Ajali nilipata siku moja. Hebu tuambie ilikuwaje? Nilikuwa kwanza natoka Kisii town. Nilikuwa natoka kwaya. Kwaya ya nini? Mimi ni mwimbaji. Wolololo. Mwimbaji ya gospel, ya secular, ya ohangla, ya bokano ya nini? Gospel. Unaenda kanisa? Tutakuja hapo. Ongea juu ya jana tukuja hapo. Sasa nikitoka Kisii tulikuwa tunakuja Ugembo. Na mvua ilikuwa inaanza manyunyu hivi. Sasa tunakimbia kwa barabara. Tuenda tuko nyuma ya Ninzan. Sasa kuna MCA alikuwa anatoka Ugembo. Amefika kwake. Lakini hakuwa anatuona tukitokelezea kutoka nyuma ya Ninzan. Akapita kwa barabara. Sisi anapata aka-overtake. Akapata tuko huku. Nilishika emergency ya haki. So muliumia? Tuliumia miguu tu. Ukiangalia wachali, ni kitu gani lilifanyika mbaya ikafanya ajali ikatendeka? Si kwa sababu huyu MCA hakuwa anajua mahali anaenda. Alikuwa anaenda kwake ndio, lakini hakuwa anaona sisi tuko nyuma. So aliovertake carelessly. Kuna kitu kile umeongea hapo. Mimi inasemekana watu ya pikipiki waende kanisa. Wanaenda kanisa. Tunaenda kanisa. Wewe ni member ya kanisa gani? Isanta SDA Church. Isanta SDA Church. Hii iko pande gani? Iko hii side. Who is your pastor? My pastor anaitwa David Momanyi. Morisi yako ni gani? Morisi anaitwa Augustus Sanda. District yako ni gani? District ni Nyamonyo district. Nyamonyo. Na inaitwa center yako ni gani? Center inaitwa Omobera. So mko chini ya Omobera. Omobera. Hebu sasa umesema kando na pikipiki unaweza kuimba. Mumetoa santuli yoyote? Santuli Obuya bwa Nyasaye. Hata kama tulikuwa ndani ya chini linabarundi tumepata talent
chui ya Chindu Ndabarundiwa. By the way, nataka muingie katika YouTube msubscribe, muongeze hao viewers ndio hata wao mumemonetize. Mumemonetize Kila kitu kiko. Hebu tuambie vile mnaitwa kwa mtandao. Mtandao tunaitwa Mtandao Minister. That is kwa YouTube, uende kwa YouTube andike the Mtandao Minister. Article the Mtandao Minister. Hebu nyimbo kama gani mumeimba? Obuya bwa Nyasaye. Obuya kwa Nyasaye. Na nyingine? Aweza. Hebu tu unaimba sauti gani? Mimi ni tena. Hebu do una Hebu imba sauti yako tusikie kama sema hiyo Obuya ya Nyasaye. Obuya bwa Nyasaye. Obuya bwa Nyasaye wato ikire igarero tumubake tomotogie Yesu Kristo omotoria tumubake tomotogie Yesu Kristo omotoria abange basirire ore dentro moyo abange basirire korende tsetore moyo nasobuya bwa Nyasaye inte twenzitore moyo nasobuya bwa Nyasaye inte twenzitore moyo Yeso no muyare kai uongo lakini nimeweka waangalie YouTube. Umesema Mtandao Minister. Wale watu iko taka chua kama ni ukweli hakikisha. Nataka muingie muhakikishe mnisaidie. Na mcomment hapo ya kwamba mlikuwa mna watching Tembe Television. Onga Kiemo Mogusi katika kipindi ya Chindu Ndabarundiwa. Tukafika Nyakusongororo. Ndio tukapanda. So nikuulize. Watu wa 7 days wanasomanga Biblia sana. Watu wa SDA inasemekana ni wasomi wa Biblia sana. Sio inasemekana wanasoma Biblia. Sasa mimi sijui. Inasemekana lakini huwa ni wasomi. Ni watu wa kusoma Biblia sana. Sasa haya pia siasa wanajua. Nataka munipe ruhusa kati ya Biblia na siasa. Ni wapea swali kutoka pande gani? Siasa ya Biblia. Kati ya siasa ya Kenya na Biblia. Nitoa maswali wapi? Toa maswali kwa Biblia. Kwa Biblia? Yesu alizaliwa na Maria. Maria kwa ni Nazareth. Baada ya kuzaa Yesu alizaa watoto wengine 4. Hebu niambie majina yao. Hawatajwi kwa Biblia. Wako. Walitajwa wasichana 2 na vulana lakini hawakutajwa jina. Kwanza wasichana hawakutajwa. Vijana walitajwa. Ndio walitajwa lakini hawa majina yao iko. Hiyo ni homework tumetupa. Hiyo ni homework. Yaani mtafute. Swali ya pili. Kuna vijana 3 katika Biblia Agano la Kale. Kitabu cha Daniel. Wakachomwa hawakuchomeka. Hawakuchomeka. Walichomwa hawakuchomeka. Wenye waliwatupa wachomeka choto iliwaua. Wao badala wakufe wakaongezekana ndani wapaka waina kakua. Wakiwa meta. Biblia iliongezea majina. Wewe unaitwa aje? Mimi ni Josephat. Kuna jina umepewa ya stage? Ya stage. Naitwa Lisese. Hiyo Lisese. Hiyo ni AKA Lisese. Sasa hao vijana wenye walichoma wakataka kuchomeka AKA yao sio majina yao kamili. Biblia waliitwa na mwenye alikuwa anasimamia kambi fulani. Sadaraka, Mesaka na Abednego. Majina yao kamili ni gani? Waliitwa wafalme. Majina yao kamili ilikuwa ni gani? Hapana. Kuna majina walipewa na wazazi yao. Ikabadilishwa wakapewa Sadaraka, Mesaka na Abednego. Yes. Majina yao kamili ni gani? Hiyo lazima tuende kutafuta homework. Sasa hapo ulisoma sasa. Haya, swali ya mwisho. Ya 3. Na tena rahisi sana. Katika Biblia, mtu mfupi kabisa kulingana na Biblia ni Zakayo. Mtu mrefu kabisa ni nani na alikuwa na futi ngapi? Alikuwa anaitwa Goliath. Alikuwa futi ngapi? Goliath. Hakuna alikuwa mbele futi.